BSS ni nani? Wafane. BSS. Ushindi daima. Ushindi daima. BSS. Yes, bana, hii hapa ni Sajabe Online TV na hii crew ambayo unaiona hapa nyuma, kipindi inaingia mimi nilikubali sana vibe lao. By the way, mimi siwafahamu anaitwa kina nani, lakini huyu anaonekana kama ndio kiongozi wao. Inakuwaje? Shwari bro. Kama mwana. Unaitwa? Naitwa Gai Timotheo ona. Alafu hii timu? Hii timu inaitwa Kawa Falme. Wakawa Falme inakuwaje? Shwari. Kama Kawa? Bana, watu wana vibe sana. Hii nyinyi mmekuja kama nani kwenye BSS ya leo? Tumekuja kama washiriki waigizaji. Oh yeah. Mnaigiza. Kitu gani ambacho kimewavutia zaidi? Kwa sababu kwenye misimu mingine hapa kuwepo na hii session ya kuigiza na nini, watu walikuwa wanaimba tu. Kitu gani ambacho kimewavutia zaidi? Kitu kilichotuvutia ni kwamba BSS ya msimu wa 16 imekuja kivingine zaidi, inachukua sanaa tofauti. Ukiangalia waigizaji wamepewa nafasi msimu huu, waimbaji pia vile watu wa serikali. Kiujumla kwamba wametupa favor kubwa sana ambayo tulipokea kwa mikono miwili na tukaamua kufanya hili jambo ambalo linaonekana mbele yetu leo. Kwa hiyo itakuja iongeze kitu kwenye industry. Ndio kabisa. Kwenye mazoezi mnafanya na Ngaramtoni hapo. Crew imeanza lini? Hii crew imeanza mwaka jana kama mwezi wa 6 hivi. Ndio. Na ina mafanikio kabisa. Mafanikio bado, maana ndo tunaanza kumove kwa sababu tunatumia gharama kubwa kutengeneza kama mavazi, kufuma. Ngozi kabisa. Hii ni mchakato wa ngozi ambao tunatafuta ile kidogo ambayo tuna uwezo wa kuinunua. Na costume mnatengeneza wenyewe? Ndio, kila kitu tunatengeneza wenyewe. Mshapata nafasi pia kuenda kwenye platform mbalimbali tofauti na hii? Hapana, hii inaweza ikawa ya kwetu ya kwanza yenye nguvu na ushindani. Matarajio yenu sasa ni yapi? Matarajio yetu ni kwamba kuja kufanya filamu bora duniani. Nyie kama crew sasa mnaadimia kufanya kazi na mtu gani? Maybe anaweza kuwa anasikiza sasa hivi akapenda kile kitu ambacho mmekifanya leo mkafanya naye kazi. Nyie mnatamani siku moja mfanye kazi naye? Wasanii wakali wapo wengi, lakini nikiangalia kwa jinsi ya style yetu ya mavazi kidogo kuna ambao naweza nikawavuta kama nani amecheza mambo moja hivi. Salito? Gabo. Kuna mmoja kati ya series alikuwa anairusha ina costume kama hivi. Ilikuwa inafanania kama hivi. Of course nilipenda. Katika ndoto zangu niliona kuna daraja ambalo naweza nikaona naelimika zaidi kwamba hichi kitu kinawezekana na Tanzania pia. Nyie labda kama mamlaka inasikia, kama serikali inasikia, nadhani wapi wanaweza wakaboresha ili wakainua vipaji vingi kutoka mtaa? Ni vizuri serikali pia iangalie kama vitu hivi vya asili ambavyo tunavifanya, tufanye filamu kubwa ambazo zinahusisha pia mambo ya utamaduni, mambo ya kuonyesha culture ya Arusha, kiujumla kuonyesha utalii wote wa Arusha, utalii wa mkoa, yani mikoa yote ambayo ina historia, tukafanya filamu pia kwa ajili ya kupromote nchi yetu pia iende viwango vya juu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Sababu tumekuwa na ladha moja kwenye tasnia ya uigizaji. Tumekuwa tunaigiza sana hisia za mapenzi sana ambao mimi nikiangalia sio kitu sahihi sana kama urisi kwa wanetu au kizazi kijayo. Si poa sana kwamba hatuonyeshi ule ushujaa kuonyesha kwamba taifa kama taifa tunaweza kumove kwenda sehemu nyingine kuonyesha vitu vya asili vya kwetu na kuvijana kuvipenda. Kama ukiangalia hapa Arusha kuna utamaduni wa Kimasai lakini hakuwahi kuchezewa filamu bora. Tuna sehemu nyingi, hifadhi nyingi hazikuwahi kufanywa filamu bora. Tuna mlima wa Kilimanjaro haikuwahi kufanywa filamu bora. Vitu vingi vimefanyika lakini imefanyika tu documentary tu za kawaida. Hakuna aloizingatia hilo jambo, na filamu inaweza ikawa ni historia au culture ya mahali fulani ya taifa fulani na ikawapa heshima. Nimeona pia mna mayanki madogo kama hawa, inakuwaje? Mnakuwa mmeshaongea na familia ama ni gani? Hapana, wengi wao ukiangalia hapo hivyo, cha kwanza mimi napenda wale watu ambao naona kabisa na maisha ambayo yanafanana kwangu ya chini. Tujikakamuli tusikike na jamii, tujikakamuli tusikike na taifa pia. Of course kama hapa na vijana wawili, wote wanafanya shughuli za ukotaji wa makopo mtaani. Kwa hiyo nimejaribu kukusanya hapa na wengi wao hapa hivi ni wanafunzi ambao wamaliza form 4 pia niko nao hapa. Wengine pia ni watu ambao wanajishughulisha na kazi za hapa na pale.
Kwa tulijumuika kwa pamoja tukaamua kutengeneza kitu kama hichi. Na nikiwa kama kiongozi wao nimewapa kauli mbiu ni kwamba tunafanya kwa ajili ya kuonyesha kwamba kuna uwezo upo lakini haujazingatiwa. Kulikuwa kuna ugumu kupata crew yenye watu kama ugumu ulikuwepo kwa sababu Watanzania wengi hawaamini katika kile ambacho hakijakamilika mbele ya macho. Wengi wanataka kiwe tayari ndio apite nayo. Hata ukiangalia watu wengi ambao ni vijana wenzangu, tunaogopa sana kufanya kazi ambayo unaonekana kabisa mtu anapigika. Tumejilelea ile kimaimai kwamba nikiwa na hela kila kitu nitapata, lakini je, hela unapata vipi? Ni kufanya kazi. Na hiyo kazi utapataje hiyo hela? Changamoto pia. Kwa hiyo tuna kauli fulani ambayo kwamba ukimwona mtu anapigika au anapiba zege au ana kazi fulani ambayo ni ngumu kiukweli, wana tabia fulani ya kudharau na kuona huyu bado anateseka na nini. Kwa hiyo tunaaminishwa kwamba ukiwa na hela kila kitu unapata, lakini sasa unajikuta baadaye unatengeneza taifa la watu maskini. Kwa sababu gani? Wanakuwa hawaamini katika vile wanavyofanya. Ukiangalia hata bidhaa nyingi tunazoziagiza sisi hapa nchini na tuzitumia ni vitu vya nje, vitu vyetu vimenyimwa thamani. Mfano brother, mimi natengeneza cultures, viatu vya Arusha hivi. Unakuta Tanzania mwenzako kuungisha anaanza kuuliza maswali ambao hayana vigezo. Anakuambia kiatu cha gundi kinabanduka. Je, hicho kiatu cha gundi kinabanduka? Kiatu gani umewe kutoka kwenye kiwanda yote imeshonwa na uzi? Vyote vinatumika na gundi. Sasa anataka kiatu chetu cha Kitanzania yeye aogee, yeye atembelee kila mahali, lakini cha Mchina aweke ndani. Sasa unatengeneza nchi ya namna gani? Inakuwa ni changamoto. Kwa vijana wengi tunakufa maskini. Kwa sababu gani? Hatuamini katika vile ambavyo tunavifanya kama nchi au taifa katika mikono yetu kwa pamoja, ili tunyanyue uchumi wetu upande juu. Kikubwa nini? Wasi vijana wenzangu, tufanye kazi. Usione kazi ni ngumu, fanya kazi, matokeo yatakuja mbele. Hicho ndio kikubwa ambacho ni ujumbe wangu leo kwa vijana wenzangu. Bana, shukrani kwa time yako. Shukrani. BSS. Bana, shukrani sana.